Tunaendelea na sehemu ya ujumbe wa neno la Mungu, mafundisho yanayozungumza juu ya kurudi kwa Yesu Kristo, na tupo katika kipengele cha dhiki kuu kwa muda wa miaka 7. Dhiki kuu. Mafundisho mengi yamekuwa yanazungumza juu ya dhiki kuu, vile ambavyo itawakuta waumini, lakini sio sawa na sio kweli, kwa sababu dhiki kuu wala haihusiani na waliomwamini Yesu Kristo. Biblia inataja juu ya tabu ya Yakobo katika maandiko mbalimbali, na katika Agano la Kale kuna maandiko mbalimbali yanayozungumza au kufunua juu ya ujio wa dhiki kuu kwa muda ule wa miaka 7. Unaweza kwenda kusoma kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa 11, lakini Daniel sura ya 9 mstari wa 20 hadi wa 27, Zekaria sura ya 1 mstari wa 7 hadi wa 10, na Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Ni maandiko ambayo yanazungumza juu ya dhiki kuu. Kwa mfano, tunapomtazama Yeremia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 25, tutasoma mistari kama 7 pale kwa ajili ya kupata uelewa au mwangaza. Anza mstari wa 11. Biblia inasema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70, na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, itamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia nami taifanya kuwa ukiwa wa milele, nami nitaleta juu ya ile nchi maneno yangu yote niliyoyanena juu yake, naam, yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki aliyotabiri Yeremia juu ya mataifa haya yote. Mstari wa 14, kwa maana mataifa mengi na wafalme wakuu watawatumikisha, naam, hao pia nami nitawalipa kwa kadri ya matendo yao na kwa kadri ya kazi ya mikono yao. Maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi, pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwako, ukawanyweshe mataifa yote ambao nitawapeleka kwao, nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakaopeleka kati yao. Ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi mwa Bwana, nikawanywesha mataifa yote ambao Bwana alinipeleka kwao, yaani Yerusalemu na mji wa Yuda na wafalme wake na wakuu wake, ili kuwafanya kuwa ukiwa na ajabu na mazomeo na laana vile vile kama ilivyo leo. Kuna ni maneno yanazungumza nyakati zile na kwa matukio yaliyokuwa naikumba Israeli kwa nyakati ambazo Bwana alikuwa anawawajibisha kwa sababu ya makosa yao, lakini ni unabii kwa ajili ya mambo yanayokuja. Ni unabii kwa ajili ya mambo yatakayokuja kwenye nyakati zinazokuja hapo baadaye. Ukisoma kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa 20, Biblia inasema, basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, nami nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Daniel, nimekutokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishikilia dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue
na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 70, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na andaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja wataangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Mstari wa 27 unasema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hivyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Andiko kama haya ukisoma Zekaria, ukisoma Ufunuo sura ya 6 pia inakupa ufafanuzi. Wakati wateule wakiwa mbinguni watakuwa wakiendelea na sherehe, ulimwengu utakuwa katika dhiki kuu. Hapatakuwa na Roho Mtakatifu, kanisa, mbingu zitakuwa zimefungwa, maombi, toba havitaweza tena kupokelewa na Mungu. Kwa itakuwa ni maombolezo, ni kilio, ni kusaga meno, na hakuna kabisa msaada ambao Mungu anaweza akautoa kuelekea ulimwengu kwa sababu ya machaguo waliokuwa wamefanya zamani. Sasa tutazame kipindi cha kwanza cha utawala wa mpinga Kristo. Utawala wa mpinga Kristo, kipindi chake cha kwanza. Kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mstari wa 2, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? So kusoma hii kitabu cha Ufunuo sura ya 13 inamzungumzia mpinga Kristo aliyetiwa nguvu na adui. Daniel sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 7 inazungumza kitu kile kile. Ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 7 inazungumza kitu kile kile. Ufunuo wa Yohana sura ya 17 mstari wa 3 inazungumza kitu kile kile. Ukienda mstari wa 7 mpaka wa 12 inazungumza kitu kile kile. Daniel sura ya 7 mstari wa 4 mpaka wa 6 inazungumza kitu kile kile. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7, lakini sura ya 17 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana mstari wa 8, lakini sura ya 7 mstari wa 8 Ufunuo, sura ya 11 mstari wa 25 Ufunuo sura ya 11 mstari wa 36, Ufunuo sura ya 11 mstari wa 2, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 6 na mstari wa 14. Lakini Danieli sura ya 7 mstari wa 21 na Ufunuo sura ya 11 mstari wa 7, maandiko haya yote yanazungumza mpinga Kristo na vile ambavyo alikuwa anakuja. So katika miaka 7 ya sherehe mbinguni duniani atatokea nabii wa uongo ambaye anaitwa mpinga Kristo. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 ambao tumetoka kuisoma, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 5 utaona vile ambavyo atakuja. Alafu kutakuwa kuna utawala wa kwanza ambao kwenye mstari wa 5 unasema
naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Kwa hiyo alikuwa na miezi 42. Hapa unaona miezi 42 ya utawala wa kwanza wa mpinga Kristo, sawasawa na kitabu cha Ufunuo, ambao ni sawasawa na siku 1260, ambayo ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na miaka 3.5. Kwa unaona kwa nini anachagua au anapewa nafasi ya kuja kutawala na kuja kushawishi ulimwengu kwa miaka 3.5, kwa sababu ili awadanganya wa ulimwengu kwamba yeye ndiyo Kristo aliyerejea. Wakati ambao Israeli wamemkataa Yesu na Yesu akawa amekuja. Sasa na adui huyu akawa amekuja, anakuja kwa sura ya kusema yeye ndiye Kristo, yeye ndio Masihi, wakati huo Kristo na kanisa wakiwa mbinguni kwa ajili ya sherehe. Kwa hiyo anajifananisha na Kristo kivipi? Ukisoma mstari wa 3 kuna kitu kinazungumzwa, pigo lililopona. Inasema nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia. Kwa hiyo pigo la mauti ni ishara za vidonda ambavyo atakuwa navyo ili awaaminishe watu yeye ndiye Kristo na watamsujudu. So kama vile Mungu alivyokusudia Kristo kuvaa mwili, ndivyo ulimwengu utaaminishwa kwamba huyu mpinga Kristo nani? Ni Kristo. Utakuwa wakati mbaya sana kwa Israeli, kuzungukwa na mataifa mengi kumpiga. Tumaini lao litakuwa kwa Kristo kuja kama mfalme na kuwapigania. Haya maneno nafikiri yalizungumzwa juu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 6. Biblia inasema hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliochagua, wale aliowadhilishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu na bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Lakini pia mstari wa 5 anasema ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku nyingi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo huu ni wakati ambao Israeli watakuwa katika wakati mbaya wa vita, wamezungukwa na wanamwamini mpinga Kristo akija, maana anakuja kutengeneza amani ambayo walikuwa wameshindwa kuirejesha. Andiko kama hili ya Matendo ya Mitume utalikuta pia kwenye kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 19 hadi mstari wa 22, lakini Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 utakuta hadi 23 utakuta pia, lakini Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15 na mstari wa 18 utakuta mambo kama haya. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ya 6, Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 15 utakuta Yesu akizungumza, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni, ambaye ndio mpinga Kristo, akiwa anamzungumzia. So Wayahudi watampokea kama ndiye Kristo, naye atasaidia kukomesha vita ulimwenguni. So kuna vitu kadhaa ambavyo atavifanya. Jambo la kwanza, atakuwa kiongozi bora, mwanadiplomasia mwenye hekima za kutatua migogoro sugu kiuchumi, kisiasa, kijamii, na atafanikiwa sana katika eneo. Jambo la pili, kwa kipindi kifupi atafanikiwa kutatua kuyumba kwa uchumi duniani. Atapata umaarufu kupitia mataifa 7 yenye nguvu za kiuchumi. Jambo la tatu, mataifa yatakayompinga atayapiga na kushinda. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinafafanua hii, jinsi atakavyokuwa na nguvu kwa ajili ya kushinda kila vita ambayo itakuwa inainuka au watu watakaokuwa wanampinga. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema,
Tena atapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa na uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo atakuwa na nguvu za kufanya vita na hatazuiliwa. Na watakaokuwa wanampinga ndio ile idadi ya watu 144,000 ambao baadaye tutaizungumza. Kwa inawezekana akawa na nguvu kama ilivyokuwa dola ya Kirumi. Sisemi kwamba itakuwa hivyo, lakini inawezekana akawa na nguvu kama ilivyokuwa dola ya Kirumi hapo zamani. Atabadilisha majira, sheria na taratibu za ibada ili kukuza uchumi, ufanisi wa dunia. Lakini pia dunia itakuwa kama kitongoji au mtaa. Atafanya ulimwengu uweze kumilikiwa kama inamilikiwa kwenye kiganja. Teknoloji itakuwa kubwa zaidi ya tulivyo saa hii. Atafanya agano na Wayahudi na kujenga hekalu lao pale lilipo na kuendeleza ibada zao kwa msingi wa Torati, damu ya wanyama na utaratibu wa agano la kale. Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 na mstari wa 16, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na fahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. So azungumza katika nyakati hizi watakapoona chukizo la uharibifu, hekalu likisimamishwa tena, kurejea damu za wanyama. Ni mpinga Kristo, anapinga damu ya Yesu Kristo, toleo la Yesu Kristo na kila kitu, anawarudisha kwenye Torati wana wa Israeli. Hilo ndio chukizo la uharibifu linalozungumzwa. Daniel sura ya 9 mstari wa 27, Daniel anarudia tena kwenye sura ya 11 mstari wa 31. Daniel anarudia tena kwenye Daniel sura ya 12 mstari wa 11, na hii Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 hadi mstari ule wa 24.